Mama, usijali utakuwa sawa. Dokta, mamangu anaumwa. Anaumwa sana, naomba unisaidie dawa. Mgonjwa anasumbuliwa na nini? Dokta, anasumbuliwa na kifua na kichwa kinamuuma sana, naomba unisaidie dawa. Relax, punguza pressure. Nadhani kwenye upande wa kichwa hizi action zitamfaa mgonjwa wetu. Na hizi hapa zingine nadhani zitamfaa. Bebe. Baba. Mama. Bwana, umenipenda. Umenipenda na Ndio mama, tunakuelewa. Mama. 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 Kaka. Mama amekufa. Na mwenye manzi. Sawa. Mata kashatuacha. Alafu ili swala msiba pia hata mimi imeniumiza. Naomba ufute machozi. Bobo. Kila chozi la mwanaume linamaanisha. Hauwezi kujua kwamba usamani wa mama wangu hapa ulikuwa kivipi. Angalia familia niliyoachiwa. Angalia maisha yangu mimi nilionayo. Angalia pia na mazingira ninayoishi mimi. Unafikiri mimi nitaishi vipi? Shapa. Bwana shemeji. Pole na msiba. Pole sana. Shapa. Pole sana. Bwana shemeji. Usiwe na wasiwasi. Mimi hapa japokuwa ni mdogo, lakini mimi ni tajiri. Nadhani wote mnalitambua. Kwa hiyo kuhusu swala la msiba, msiwe na wasiwasi. Nitaligharamikia. Usinidharau kwa jinsi nilivyo. Nina pesa na kila kitu. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Nipo pamoja na nyinyi. Pole sana. Pole sana ndugu zangu. Hata mimi huu msiba umenigusa sana. Tulimpenda sana mama yetu. Ajay. Yes. Tabidi tufanye hivyo. Sawa boss. Kwa sababu hawa ni ndugu zetu. Sawa sawa. Bwana shemeji. Hakikisha hilo nalitimiza. Tuko pamoja. Tony. Hii ni kama bahati. Bobo. Unaniambiaje kwamba ni kama bahati? Wakati huyu jamaa pesa zake sio za halali. Wewe unafikiri kwamba baada ya msaada nini kinafuata? Unajua vitu vingine usipende kurahisisha.
Jamani, poleni na msiba. Asante. Angel, pole sana. Naelewa maumivu unayopitia, lakini pole sana. Ajay, mpatie huyu pole yake. Samahani kaka, labda nikusaidie nini? Ni kweli nilikuwa na mazungumzo na bosi wako, ulipofungua geti nikajua labda ushapewa taarifa. Basi nisubirie hapa nikampatia taarifa bosi wangu. Haina shaka. Bosi, samahani, kuna mgeni wako hapo nje. Nafikiri leo nilikuwa sina appointment na mtu. Anyway, naweza kumruhusu akaingia. Karibu brother. Asante sana Ketia. Asante. Naona umeamua kunifanyia surprise kubwa leo bosi wangu. Naona maendeleo yanaendelea vizuri sana. Yeah. Mafanikio yangu yanaongezeka kila kunapopambazuka. Mambo yanakuwa mazuri sana. Nahitaji mafanikio yazidi kuongezeka kila panapokucha. Sawa boss. Zuu. Yes boss. Njoo mara moja. Mpatie kinywaji mgeni. Sawa bosi. Ajay. Wewe ni mfanyabiashara mwenzangu. Tunashirikiana naye katika biashara. Na pia rafiki yangu wa muda mrefu sana. Kaka. Huyu ni kijana wangu. Nipo naye katika mizunguko yangu hapa na pale. Kwa hiyo nitapenda kama mkifahamiana. Karibu nyumbani. Naitwa Ajay. Nafurahi sana kukutana na wewe. Jisikie upo nyumbani. Asante sana kufahamu. Naona muda umenitupa mkono. Naomba unipe ruhusa niweze kuondoka. Nashukuru kwa kunisalimia. Nimefurahi sana. Karibu tena. Asante sana. Bwana Ajay. Mimi naomba niwaache. Karibu sana.
Zungumza kilichokuleta na mambo mengi ya kufanya. Angel, swala langu ni lile. Tambua mimi nakupenda sana. Na pia nahitaji kuwa na wewe. Hivi wewe unayejiita tajiri mtoto na akili wewe? Juzi tu nimetoka kumstiri mamangu. Leo unaniambia upuzi kama huu? Upo serious wewe? Samahani sana Angel. Ni upendo wangu tu kwako. Angel, nakuhitaji mara moja. Angel, yani unafahamu kabisa kwa sasa hivi tuko wakati gani? Juzi tu tumemstiri mama yetu. Halafu leo nenda kusimama na mwanaume tena machupa. Hivi naingia kilini yeye? Alisema ana shida na mimi. Ilibidi nikamsikilize. Lakini mazungumzo yake yalikuwa hayana maana yoyote. Sister, hebu naomba makini sana wewe mtu. Kwa sababu hata pesa zake zenyewe sio halali, za kishirikina. Kwa hiyo unapoonyesha ukaribu naye, hata jamii na tuzunguke itatusi vibaya. Alafu pia hata wewe pengine matatizo yakukuta. Sawa? Sawa kaka, nimekuelewa. Okay, sawa. Kuna ugeni ndani ya himaya yetu. Mkuu, kuna ongezeko la wanachama mwenzetu. Umepanda cheo. Cheo chako ni kikubwa. Mnapaswa wanachama wote mjifunze kutokana na mwenzenu. Kijana, karibu kwenye utajiri. Tazama mali zinaelea. Wa kuzibeba ni wewe. Uweze kuvumilia masharti yetu. Kijana, utatupa kafara. Nayo itakuwa ni kafara ya mke wako ambao ana ujauzito wa mapacha. Atajifungua watoto wawili
na watapotelea hospitali. Hiyo ndio itakuwa kafara yetu, na ndio zitakuwa ni utajiri wako. Hizi mali unazoziona hapa mbele hizi ni ndogo, utapata mali nyingi sana. Yohana, sikuelewi. Haujafurahishwa na hicho kiona? Machupa, unaelewa ni kipi umefanya? Wewe uliniambia pesa ni za kufika na kuchukua. Yohana, acha ujinga. Hakuna pesa inayopatikana kirahisi rahisi. Machupa, mimi sipo kama unavyonifikiria. Tafuta wapumbavu mzee. Dada, mbona uko kwenye hali hiyo? Unawaza nini? Siwazi chochote. Nipo sawa. Vipi wadogo zangu, umeshakula? Hapana, tujala. Poa. Niko ndani. Siko sawa sawa. Aha. Tupo. Upo. Kwa hiyo kodi yangu imekuwa ni hadithi za Bumosi na Alikengangu. Sina maana hiyo. Ila huu msiba ndio umenigharimu sana, sikupata muda wa kutafuta pesa. Wewe dogo. Ufiwa wewe. Halafu matatizo yako uniletee mimi eti. Hii nyumba uligalamika wewe kuijenga. Hapana. Sasa sikiliza, wewe na ndugu zako wawili. Naelewa vizuri. Sinaka mimi mambo ya kona. Mmeshindwa kuishi kocha kwenu. Unanielewa? Na hapa siku hizi usiniangalie tu macho tunalegea kama tu pilito ni tumeroana. Uko kala getu. Unanielewa vizuri? Sawa. Siku hizi siku 5. Hizi ngapi hizi? 5. Nikirudi hapa nikuta hela yangu. Tofauti na hapo tulimala sakala nampa. Kulia hela. Kwanza mimi natamani wafukuzwe, ninawachukia, sawa? Ndio umeshanifika hapa. Habari yako bwana Shimba? Salama. Pole na majukumu. Habari zangu za kuangaika zikuhusu. Wewe kubali mimi nimeoe dada yako. Mimi nadhani hautateseka hivi. Wewe, kuhusu swala mdogo wangu nishakuonya mara nyingi sana wewe. Kwa hiyo unapenda kung'ang'ania sana? Au unataka tuendelee kuvunjiana heshima, si ndio? Tunakoelekea wewe. Na kuambia tena tunakoelekea wewe. Tutalibiana sio? Basi nimekuelewa bwana Shimeji. Lakini kuna kitu kidogo nilikuwa nataka nikupe. Aje. Tupatie pesa kidogo.
Usiwe na wasiwasi, relax shemeji. Sina shida na pesa yako. Kama uta pesa bwana shemeji. Sina shida na pesa yako, naomba utembee. Washa gari tuondoke. Tony, Bobo. Unajua baada ya kupokea hizi pesa, kipi kinafuata? Naomba tuondoke. Chukua pesa. Twende basi Bobo. Tony, mimi nachukua pesa. Jana usiku nimepata ujumbe kuwa kuna sehemu tutakwenda. Yeah. Na sehemu itabidi tuondoke. Maana kuna mambo hayako sawa. Bila shaka namkumbuka yule binti tulienda msibani kwao. Ndiyo namkumbuka. Ni yule binti aliyefa na mama yake. Yes. Unakumbuka sana. Sasa niko nahitaji kitu kimoja. Naomba unisaidie niweze kumpata. Maana ni binti ninayempenda sana. Lakini yeye hanipendi. Naomba unisaidie niweze kumpata. Nadhani tajiri yangu naomba uniachie hilo swala. Nitalifanyia kazi. Maana mimi ni king of love. Ajay. Yes. Nataka nikuhakikishie kitu kimoja. Endapo ukifanikisha nikampata huyo binti, nitakuongeza mshahara mara 2. Asante sana tajiri yangu. Sasa wewe pata chai. Nipo chumbani nijiandae tuondoke.
Aje? Yes. Leo tukaondoka. Vipi? Ratiba ya leo ya chakula imekaaje? Ratiba ya chakula tunamsubiria tuone aje. Ila mimi na kitu nafikiria hapa. Kitu gani hicho? Ni kwa nini tusikutafutie mtaji wa kaanga? Sawa, na yenyewe ni biashara. Tukiwa tunapata 100, 200, maisha yanasonga mbele. Au mchezo ni Cheza wewe. Kabiki kila inamulika. Si. Mambo vipi? Safi. Samani. Naona nimekutoa kwenye mchezo. Sawa. Lakini wito wangu mimi kukuita hapa kaka ni kuhusiana na swala la tajiri yangu kuhusu kumwoa dada yako. Swala la tajiri yako kuhusu kumwoa dada yangu. Hivi, nyinyi ni watu wa aina gani msioelewa? Au mimi nizungumze nini, nizungumze lugha gani ambayo unaweza kunielewa? Angalia. Mimi nilikuwa ni mtu wa mtaani. Mwachie dada yako Riziki aolewe. Isikize kwa makini. Sawa? Naomba tena mkakae. Sawa? Umwambie kabisa kwamba hichi kitu hakiwezekani. Wala swala la mdogo wangu kuwa na yeye haiwezekani tena. Sawa? Mejera yangu. Leo siku 5 zimeisha. Nafahamu utupe siku 5. Ila ungekuja mwanzo tukakaa tunamsubiria kaka, maana kaka kapata pesa yako, akija tunakupatia pesa yako. Nimsubirie kaka yenu. Eti. Nimsubirie kaka yenu. Nimsubiri kama Bwana Yesu eti. Hebu mdogo sikia. Njoo. Njoo kwanza. Njoo kwanza subiria hapo na wewe njoo. 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 Lete funguo hapo. Lete funguo. Haya. Nenda basi. Mlibapu mpaka. Yaani nyumba ni yangu halafu mnaniwekea masharti. Kaka. Mwenye nyumba katufukuza nyumbani. Unasema? Mpaka sasa sielewi tunaenda wapi. Okay, sawa msijali. Sawa. Tutaangalia utaratibu.
Kaka, na leo tena tunalala nje. Msijali wadogo zangu. Mimi nipo nitawalinda. Wala hakuna kitu chochote kitakachowakuta kibaya. Sawa? Vivi. Pole. Naomba lale. Kaka, mimi nimechoka. Paka lini? Nahisi baridi. Ajay, mbona mtu hajafika au kumpatia taarifa? Lakini nilipita kijiweni kwao. Niliweza kumpa taarifa, nadhani ni changamoto za hapa na pale, lakini na imani atafika muda si mrefu. Sawa, nimekuelewa. Unataka mpaka kugombana. Kipofu wako nimeona. Acha niseme kweli mama. Moyo wangu kutaki tena. Na sitaki tena kuzozana. Ulika akilini, nikakuweka moyoni, ila penzi lako wewe siwezi. Bora nimeze kwinini. Nafurahi sana kwa kuitikia wito wangu. Maana bosi wangu alikuwa na maongezi na wewe. Nadhani ni vyema tunaweza kumsikiliza. Ni kweli nimemwagiza hapa Ajay. Kijana wangu huyu. Nilikuwa na shida na wewe. Nilikuwa nataka nikuulize kuhusu yule rafiki yako. Maana nimemtafuta sana simuoni. Walipokuwa naishi walifukuzwa. Walikosa hela ya kodi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijui wako sehemu gani. Sasa fanya hivi. Mimi nitakupatia namba yangu ya simu. Popote utakapoona nijuze. Sijui umenielewa? Sawa. Nimekuelewa. Ajay. Patia ushirikiano kijana. Ili tujue tunapata vipi. Sawa bosi wangu, nimekuelewa. Nitampatia ushirikiano zaidi. Usinifanye zuzu eti kapuku. Ninaungama kwa Mungu na tubu. Nilijua mume wa mtu kumbe sio vile ninavyo. Kaka, kila nyumba ina utaratibu wake. Dakika moja tunashinda tajiri yako. Sikiliza, fuata maelekezo.
Bosi, rafiki yangu na yule dada yake ukimtafuta wako hospitali. Wameumia sana. Unamaanisha unachokisema? Ajay, Yes, tuondoke. Samahani dokta, kuna wagonjwa waliletwa hapa jana, walipata ajali. Sisi ni ndugu zake. Walipata ajali gani? Walivamiwa na vibaka, wakapigwa na kuumizwa. Au vijana waliopigwa na kujeruhiwa wako wangapi? Na ni nani kwenu? Ni 3. Sisi ni ndugu zao. Hao wagonjwa wenu wanaitwa nani na nani? Ni Angel Pascali na Anthony Pascali, Veve Pascali. Kwanza poleni sana. Wagonjwa wenu tuliwapokea jana walikuwa wamejeruhiwa vibaya sana. Kwa hiyo tukaamua kuwapumzisha kwa ajili ya matibabu zaidi. Wako chumba namba 2. Naombeni niwapeleke mkawaone. Huyu ndo mmoja kati ya wagonjwa tuliowapokea siku ya jana. Huyu ndo Anthony. Sijui mnamfahamu? Ndio. Ndio yeye. Sawa. Kutokana na hali ambayo nimewapokea na sasa hivi hali yao inaendelea vizuri. Kwa hiyo inatakiwa gharama za matibabu ambazo zinatakiwa ni shilingi 50,000 kwa wote 3. Kwa siku ya kesho mtakuja mwachukue, wataruhusiwa kuondoka hapa hospitali. Hamna shida dokta. Hamna shida kabisa. Sawa, kesho asubuhi mtakuja mchukue wagonjwa wenu. Wagonjwa wenu kwa sasa wako tayari, kwa hiyo mnaweza mkapita pale dirisha la mhasibu mkalipa mkawachukua. Tunashukuru kwa huduma yako dokta. Sisi ngoja tuondoke. Haya, sawa.
Jamani, nashukuru kwa msaada wenu. Sisi tunaweza tukaondoka. Tuondokeni. Lakini mimi naona ni vyema zaidi tungeongozana kwenda nyumbani. Hata hali zenu kwa sasa sio nzuri. Haina shida. Lakini pia kwa huu msaada tumetosha. Tunashukuru sana jamani. Kaka, tazama hali yetu ya maisha kwa sasa. Kama tutashindwa kuongozana nao, tutaelekea wapi? Tutalala wapi? Mimi nilikuwa nawaomba sana dada, naombeni tukubali tuweze kwenda nao. Sawa, twendeni. Fujo la mapenzi ndo likanifanya kwako niwe chizi, na ukanifanya kanyagio, ukirudi ndani uchafu nafutia. Wewe unanitesa mi mwenzako, umenifanya fala mi mwenzako, eti kisasi na pesa. Wabuki namba yangu sipatie kiangu, mtandani unakesha, utekisia zangu umechana Mkangu, muda si mrefu tutapata mtoto na nimemwandalia jina zuri sana. Alafu pili nafurahi naenda kupata mlisi wa mali zangu. Unajua kesho na kesho tunaweza nikaondoka nikapaswa kulisi mali zangu. Mkuu, vipi tena nyumbani kwangu? Ina maana umesahau kama tunahitaji wa kafara? Mkuu, lakini tushaongea tukamaliza. Paka nyumbani. Nahitaji wa kafara ya huyo mtoto. Fanya haraka. Ulikuwa unaongea na nani? Siko sawa. Naona kama kichwa kinaniuma. Ndio maana najikuta naongea peke yangu. Samahani lakini. Sio kweli. Kuna kitu unanificha. Hapana mke wangu, hamna kitu. Nasema tu kwa leo siko sawa kabisa. Najua unishangaza sana. Juba, ni muda wa kafara. Mpaka sasa umechelewesha kafara. Mbona kama vile haupo sawa? Kawaida tu. Siku hazilingani.
Upo sawa kweli? Maki shemeji, nimeona anatoka huko chumbani haraka sana naenda nje. Kwa nini? Au umepigana? Tuambie basi. Mimi mwenyewe sielewi kinachoendelea. Au mmekosana? Sijamkosea chochote. Tuende tukamwangalie. Vipi? Hebu tuende tukamwangalie. Washemeji. Aje. Shida nini?
Ajay. Tuondoke. Boss, mimi tumbo leo linaniuma, najisikia vibaya. Kama unajisikia vibaya, nipe funguo wa gari nitaendesha mwenyewe. Maisha mimi siwezi. Wadogo zangu, naomba tuondokeni. Sikilizeni. Hebu naombeni muwe watulivu. Nahitaji nikaongea na pesa nusu kuhusiana na mikasa iliyopo kwenye hii nyumba. Hivyo basi, sishauri mtu yoyote kuweza kuondoka. Sawa, haina shida. Jitahidi kuwahi basi. Sawa. Nahitaji muwe na subira. Sikizeni niwaambie. Tusimwamini sana udereva. Maana udereva wake. Sawa. Hebu naomba tuondoke. Lakini kumbukeni tulichoambiwa. Ajay amesema tukae tumsubirie. Nyie mnataka kukeuka. Kwa nini? Baki wewe, si tunaondoka.